Habari ya wakati huu wapendwa watazamaji, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penikia Afya. Na leo uko na Dr. Perina kwa ajili ya kufundisha au kuelekeza ni namna gani ambavyo ukikutana na mama mjamzito amevimba miguu, au kama ni wewe unaweza kulitatuaje hilo tatizo. Lakini kama wewe ni mama mpya au unamjua mama aliyejifungua hivi karibuni, huenda umewahi kuona au kusikia malalamiko ya miguu kuvimba baada ya kujifungua. Na leo tutazungumzia mambo makuu matatu ambayo nitajadili nayo. Na kitu cha kwanza ni kwa nini miguu huvimba baada ya kujifungua, na kitu kingine pia ni hali ya kawaida au la. Lakini kitu kingine ni nini cha kufanya ili kupunguza uvimbe huo. Tafadhali endelea kuangalia mpaka mwisho ili upate kujifunza zaidi. Miguu kuvimba baada ya kujifungua ni nini? Miguu kuvimba baada ya kujifungua kitaalamu inaitwa edema. Najua watu wengi mnajua hiyo hali kwamba inatokea, na hii hali ambayo maji hukusanyika kwenye miguu, vifundo vya miguu au hata mikono, hiyo hali inatokea, lakini mara nyingi hutokea siku chache baada ya kujifungua, na kwa mama wengi hali hii hupungua yenyewe baada ya kujifungua. Ni nini sababu ambazo zinasababisha wewe kupata hiyo changamoto? Sasa tuangalie sababu kuu ambazo zinasababisha miguu kuvimba. Sababu ya kwanza ni wakati wa ujauzito. Mwili wa mama mjamzito huwa huhifadhi maji mengi ili kusaidia mtoto baada ya kujifungua. Mwili unahitaji muda wa kuondoa maji haya. Lakini sababu ya pili ni mabadiliko ya hormones. Sasa hii baada ya kujifungua hormones hubadilika haraka, na hii inaweza kusababisha maji kubaki mwilini kwa muda. Lakini sababu ya tatu ni maji ya dripu au sindano za maji ambazo mama hupewa wakati wa leba au upasuaji. Lakini pia tukiangalia sababu ya nne ni kukaa au kulala kwa muda mrefu bila kutembea, hasa siku za mwanzo na baada ya kujifungua. Na sababu ya tano ambayo tutazungumza nayo leo ni kujifungua kwa upasuaji au operation, ambapo mwili huchukua muda mrefu kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Je, ni nini ambacho unatakiwa kufanye? Au je, hii ni hali ya kawaida? Ndio, kwa mama wengi kuvimba miguu ni hali ya kawaida kabisa, na mara nyingi huanza kupungua ndani ya siku chache hadi wiki 2. Tunaelewana? Ni nini suluhisho ambalo litakufanya wewe hiyo miguu ipate kurudi kwenye hali yake kwa hali ya kawaida au haraka zaidi? Sasa niende moja kwa moja kwenye suluhisho. Kwanza, kama unahitaji miguu yako irudishe hali yake kawaida, kitu cha kwanza, inua miguu yako unapolala au unapopumzika ili kusaidia maji kurudi vizuri mwilini. Lakini kitu cha pili, tembea taratibu kila siku, hata kama ni ndani ya nyumba, lakini upate kutembea ili mzunguko wa damu ufanye kazi. Na kitu cha tatu, kunywa maji mengi ya kutosha. Usidhani kunywa maji mengi yatakuongezea maji mengi mwilini, hapana. Hiyo husaidia mwili kuondoa maji ya ziada. Lakini kitu cha nne ambacho utatakiwa ufanye ni kuepuka kula chumvi nyingi, kwani chumvi huongeza uvimbe. Watu wengi mnajua kwamba chumvi inaongeza uvimbe. Lakini kitu cha tano, vaa socks za compression kama unazo. Kama unazo unaweza ukavaa, hasa mchana, usivae usiku. Itakusaidia kwa uzuri kabisa. Lakini sita, jitahidi kumasaji miguu kwa upole zaidi uwezavyo. Hii inaweza kusaidia sana kurejesha ile hali yako ya kawaida. Na onyo muhimu ambayo wewe unatakiwa ufanye ni lini uende hospitali ambapo utaona hii changamoto imezidi. Tafadhali zingatia hili kwa umakini zaidi, inaweza ikawa tatizo. Kitu cha kwanza, muone daktari mara moja pale ambako utajikuta hii hali inaendelea kwamba miguu imevimba kwa upande mmoja, muone daktari. Lakini pia kitu ambacho utakifanya tena kwa kuharakisha wewe kumuona daktari, kuna maumivu makali utasikia au joto utaisikia pale ambako kumevimba, kutakuwa pekundu, jaribu sana kumuona daktari kwa haraka. Lakini pia kama utakuwa unapata shida ya kupumua au uvimbe unaendelea zaidi ya wiki 2 hata 3 bila kupungua, muone daktari, pia itakusaidia. Lakini hizi zinaweza kuwa dalili za tatizo kubwa zaidi. Usichukulie ni kawaida. Unaweza ukakuta kuna sababu nyingine ambayo inafanya uwe hivyo au jisikie vibaya kiasi hicho. Na kwa ujumla, miguu kuvimba baada ya kujifungua, hii ni hali ya kawaida kabisa kwa mama wengi, na mara nyingi hupungua yenyewe kabisa. Hata hivyo, ni muhimu kujifunza au kufuatilia dalili hatarishi ili uweze kujua kwamba hapa ni hali ya kawaida au hapa
ni changamoto nyingine. Kama video hii imekusaidia, tafadhali bonyeza like, subscribe, lakini pia share kwa mama wengine ili wapate somo zaidi na waweze kujikinga zaidi kabisa.